Mambo haya manne tusiyakose ndani ya huu mwezi. Jambo la kwanza, ayuha ahiba, ni lile jambo ambalo limehusishwa na huu mwezi. Jambo la asiyamu, la kufunga huu mwezi. Wewe kama Muislamu ambaye umekiri shahada mbili, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, unapaswa kufunga huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ni lazima, ni wajibu kufunga huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, si hiari. Wewe kama Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anaeleza kwenye hili jambo akasema, shahru Ramadhani alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao ndani yake imeshuka Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Hiyo Qur'ani ambayo imeshuka ndani ya huo mwezi ni mwongozo na ni ubainifu. Akasema mahali shahid ambapo sisi tunapataka zaidi, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Faman shahida, yeyote ambaye atahudhuria, atafikwa au atafika akaingia ndani ya mwezi, falyasumhu, basi na ufunge huo mwezi. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa maagizo, faman shahida, yeyote yule awaye. Almuhimu anazingatiwa natamka shahadatain, ametamka shahada mbili, lakini pia yeye sio maridhi, sio mgonjwa, lakini pia hayupo safarini, falyasumhu, na ufunge huu mwezi. Kwa jambo la kwanza ambalo tunafaa kukumbushana kabisa ndani ya huu mwezi, wewe kama Muislamu ambaye una akili timamu, ambaye umefikia umri ule wa kuandikiwa madhambi, makosa na thawabu, yajibu alayka an tasuma hadha shahr, ni wajibu wewe kufunga huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu ni maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anaagiza, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, na aufunge huu mwezi kama amri kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la kwanza ni watu kufunga. Tujitahidi, tujilazimisha kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila Muislamu ambaye yuko sahihi kabisa kiakili na kimwili, falitasum shahra Ramadhani, basi na ufunge huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hakuna wasiwasi kwamba kufunga huu mwezi ndio jambo ambalo tumesema limehusishwa na huu mwezi mtukufu. Hakuna mwezi ambao umehusishwa na kufunga mwezi mzima wote isipokuwa ni huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo Allah anakuagiza wewe Muislamu ufunge huu mwezi. Jambo la pili ni an yu'na al-'abdu biqiyami hadha shahr, ni mtu ajihimize. Wewe Muislamu ambaye umefunga huu mwezi, basi ni juu yako wewe kujihimiza kusimama qiyam, kusimama vile visimamo vya usiku. Mmoja ni tarawih, mmoja ni tahajjudi. Jihimiza kusimama kuswali ndani ya huu mwezi. Hapa kuzungumzia salawatu al-mafruḍa. As-salatu al-mafruḍa zile ziko mahala pake. Hapa tunazungumzia salatu tarawih, salatu tahajjud na mfano wake. Aniyona al-'abdu, ajitahidi na kujihimiza Muislamu muumini biqiyami hadha shahr, aswali hizi tarawih ambazo kusaliwa. Wakati bayana Nabii sallallahu alayhi wasallam, na kwa hakika amebainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna man qama hadha shahr, kwamba yule ambaye atasimama
akaswali swala za usiku katika huu mwezi wa Ramadhani, anapata maghfira, msamaha wa namna mbili. Ni hadithi mashuhuri kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya kwanza, anasema Mtume, man qama Ramadhana, yeyote yule atakaye kusimama akaswali mwezi huu wa Ramadhani imanan wa ihtisaba, imanan, kwa imani kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndo ametuamrisha tufanye hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo ameelekeza tufanye hivi, imani, akiwa na ile imani ya namna hiyo, lakini pia wa ihtisaba, na akiwa anataraji malipo, tahtasibu al-ajra min Allah subhanahu, unafanya haya yote ukiwa unatarajia ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayefanya hivyo anapata nafasi ya kusamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Huu ni msamaha wa aina ya kwanza. Kule kusimama huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ukaswali swala tarawih, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia Allah anakusamehe madhambi yako yaliyotangulia. Mwezi huu wa Ramadhani mzima utapata msamaha wa aina mbili. Msamaha wa kwanza kwa sababu ya kusimama mwezi wote, lakini msamaha wa pili kwa kule kusimama Lailatul Qadr. Maana ni misamaha inapandana namna hii. Man qama Ramadhana wa man qama Lailatul Qadr. Kwa hiyo ni juu yako muumini Muislamu kujihimiza na kujilazimisha kuswali tarawih, kuswali hizi swala za usiku ndani ya mwezi, ili upate maghfira na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, msamaha wa aina mbili. Angalia, hii ni rehema kwetu sisi. Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia hii funga. Ndani ya hii funga pakawekwa hii swala. Pamoja na kuwa ni sheria, lakini bado tunapewa ofa zingine. Utekelezaji wa hili, tunapata kusamehewa madhambi yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la pili ni watu wajihimize kusimama huu mwezi wote ili tupate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa masharti imani wa ihtisaba. Jambo la kuzingatia sana, unaweza kusimama mwezi mzima lakini haujasimama imanan wa ihtisaba, kwa imani na kutaraji malipo, ikawa umesimama kwa sababu ya kuogopa jamaa zako fulani, umesimama kwa sababu fulani watu fulani labda wakupe sifa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hapana, imanan wa ihtisaba, ufanye hivyo imanan ukiwa unaamini hii ni sheria, wa ihtisaba, na utaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La tatlubu thawaba qiyamika min amri wala zaid, hautafuti thawabu za kusimama kwako kutoka kwa amri wala zaid, bal tatlubu min Allah subhanahu wa ta'ala, bali yapaswa kutafuta hayo malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uzanga katika imani, pamoja na kupewa haya mafundisho kwamba tukisimama tunasamehewa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tena, man qama ma'a al-imam hatta yansarif, yule atakayesimama pamoja na imamu kuanzia mwanzo wa swala ya tarawih mpaka imamu akamaliza swala yote tarawih na wewe ukaondoka naye, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kutiba lahu qiyamul layl, unapata ujira mwingine tena ukuandikiwa kwamba hapo umesimama usiku mzima. Umesimama pengine ni saa moja, unaanza saa 3 kamili unamaliza saa 4 pengine na nusu, ni saa 1:30, lakini Allah subhanahu wa ta'ala bi fadlihi wa judihi wa karami yaktubu laka annaka qumta laylatan kamila. Kwa ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala umesimama ni saa 1:30, umesimama pengine ni saa 1. Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wake na huruma yake na wema wake
anakuandikia umesimama usiku mzima. Na mnajua usiku unaanza saa ngapi na unaisha saa ngapi? Kwa hiyo yule ambaye atafanikiwa kusimama akasimama na imamu mpaka akamaliza na imamu, hajamwacha imamu yake aenda kulala, hapana. Kama al-imam hata yansarif, umeswali tarawih hiyo na imamu wako mpaka ukatoa salamu ya mwisho, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia umesimama usiku mzima. Ukiacha na yale mengine, kwa maana huu mwezi tukasema ni shahrul baraka, shahrul maghfira, shahrut tauba, ni mwezi ambao umesheheni aina ya kila kheri. Mnakumbuka hadithi ya Abi Huraira, lakini pia hadithi ya Jabir bin Samra, hadithi ambayo inasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliwahi kupanda mimbari hapa. Nikisema hapa sikusudia hapa Al-Haramain. Aliwahi kupanda mimbari kama hii. Alipokanyaga mguu wa kwanza kwenye mimbari, wa maswahaba wakasikia Mtume anasema amin. Mguu wa pili pia wakasikia anasema amin. Mguu wa tatu pia wakasikia Mtume anasema amin. Mimbari za Mtume zilikuwa ni daraja tatu. Kwa hiyo kwenye daraja ya tatu pia akasema amin. Baada ya hapo maswahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, madha kunta tu'min ya Rasulullah? Nasma'a at-ta'mina wala nasma'a ad-da'iya. Tunasikia tu amin, lakini yule muombaji anayeomba hatumuoni wala hatumsikii. Madha kunta tu'min ya Rasulullah? Ulikuwa ukisema amin ya nini? Akhbirna, tupe habari, tuambie ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika moja zile riwaya, akasema atani Jibril alayhi salam, alinijiria mimi Jibril alayhi salam, faqala li, akasema kuniambia wakati nimekanyaga katika mimbari ya kwanza, katika daraja ya kwanza, akasema rehema anfu mri adraka walidayhi fadakhala an-nar, ameangukia kuwa mtu ambaye amewadiriki wazazi wake wawili au mmoja kisha akaingia motoni. Huyo ameangukia kuwa amepata hasara. Anasema nilipopanda ya pili akaniambia rehema anfu mri, imeangukia kuwa ya mtu ambaye au ameangukia kuwa mtu ambaye adraka ramadhana falam yughfar lahu, ameidiriki mwezi mtukufu au amediriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, falam yughfar lahu, na hakupata nafasi ya kusamehewa. Huyo ameangukia kuwa. Riwaya zingine zinasema fa ab'adahu Allah, Allah amweke mbali huyu. Adraka ramadhana falam yughfar lahu, ameidiriki Ramadhani alafu kisha asipata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ab'adahu Allah. Jibril akawa anamwamrisha kul amin, sema amin ya Muhammad. Ndio Mtume akawa anasema amin. Kwa hiyo hapa Jibril alayhi salam anataka kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule ambaye atadirikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha na asisamehewe na Allah subhanahu wa ta'ala, fa ab'adahu Allah, huyu Allah amweke mbali. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa ndani ya huu mwezi kuna sababu nyingi za kusamehewa. Uliyofunga tu mwezi mzima, ukufunga peke yake, haujaswali tarawih, unasamehewa madhambi. Yule aliyefunga akaswali tarawih anasamehewa madhambi. Yule aliyefunga akaswali tarawih na akadiriki Lailatul Qadr anasamehewa pia madhambi yake. Yule ambaye ataswali tarawih pamoja na imamu mpaka akamaliza na imamu, anaandikiwa kasimama usiku mzima. Hizi ofa zote zikikukosa, maana yake abadaka Allah kuweke mbali. Jibril akamwamrisha Mtume, pokelea hii ni dua naomba, pokelea. Fakul amin, Mtume akasema amin. Kwa Jibril alayhi salamu anatuonyesha kwamba haiwezekani, yani inawezekana vipi muumini muislamu kwa hizi fadhila nyingi za huu mwezi. Kwa nini mwezi uingia alafu uondoke haujasamehewa dhambi hata ile ya kufunga tu basi?
hata kufunga na kusimama mwezi mzima, hata basi haujasimama mwezi mzima, hata Lailatul Qadr. Jibril alayhi salam anamwambia fa ab'adahu Allah, amweke mbali mtu namna hiyo, maana huyu hatufai kabisa. Ofa zote hizi anazikosa mwezi mzima, na haikuwa ni maamrisho tu peke yake alafu tukafu hivi. Pia aana Allah subhanahu wa ta'ala bitasfid ash-shayatin wal marada. Pia Allah akatusaidia sisi, yani haya maagizo na mafundisho ambayo tunapewa na Allah pamoja na mtume wake, Allah akatusaidia sisi. Kuna huyo shaytani ambaye ndio mshawishi mkubwa, Allah akatusaidia kwa kutufungia huyo shaytani, anafungwa minyororo. Ndio utafahamu vizuri maneno ya Jibril kwa nini anamwambia mtume kul amin, kwa sababu zile sababu zote za wewe kusamehewa zipo wazi. Yani jibu umepewa majawabu alafu unakosa. Fa ab'adaka Allah. Shaytan kuna anasema sallallahu alayhi wasallam, idha kana awwalu layl min Ramadhan, itakapoingia ule usiku wa kwanza wa Ramadhani, sufidat ash-shayatin, wala mashaytani washawishi wote huwa nafunga minyororo. Leo na madhumuni ni wewe muumini Muislamu upate fursa ya kutekeleza haya maagizo ambayo umepewa, maagizo ambayo ndani yake kuna ujira mkubwa sana ukisamehewa madhambi ya mwaka uliopita. Ukifunga, ukiswali tu Lailatul Qadr, wanafungwa mashaitani kwa ajili ya msaada kwetu sisi. Falimadha tafutuka hadhihi alfadail ayyuha almuslim? Kwa nini sasa unapitwa na hizi fadhila ewe ndugu yangu Muislamu? Fajtahid ayyuha almu'min ayyuha almuslim, jitahidi, pambana, ufunge, lakini pia ujitahidi kuswali sala hizi za tarawih. Jambo la tatu ni ayyuhana almar'u bi qira'ati alquran, ni mwanadamu ajishughulishe sana ndani ya huu mwezi kuisoma Qur'an. Kwani hakika ahadithi na riwaya katika hilo ziko wazi. Miongoni mwa hizo hadithi ni hadithi Ibn Abbas radhiallahu anhuma. Ibn Abbas anasema kana nabii sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwema katika watu, yani ni mwema kweli kweli, ajwad, ni mzuri katika watu. Kwa nini? Anasema wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, na ule wema wake ulikuwa ukizidi zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yani katika hali ya kawaida mtume alikuwa ni jawad, ni mwema, ni mkarimu, ndio tabia yake. Lakini ule ukarimu huzidi maradufu unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani kama hivi. Anasema hina yalqahu Jibril alayhi salam, mwezi huu wa Ramadhani ambao mtume alikuwa akizidisha zaidi ule wema wake wa siku zote, ni kipindi hicho ambacho alikuwa akikutana na Jibril alayhi salam, fayudarisuhu alquran, akawa anamfundisha Qur'an, kuonyesha kwamba huu ni mwezi, ni shahrul Qur'an, ni mwezi wa kuzidisha zaidi kusoma Qur'an. Kwa sababu tunaona hata kipenzi cha umma, mwalimu wa umma, ukifika mwezi, mwalimu wake Jibril alayhi salam alikuwa akishuka kuja kumfundisha kila siku mpaka mwezi unaisha. Inasemekana alikuwa anafanya khatma ya kuhitimisha Qur'an. Ndio ulama wakatoa istinbat katika hii hadithi kwamba yustahabbu khatmul Qur'an fi shahr Ramadan, inapendeza ukahitimisha Qur'ani, ukasoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho ndani ya mwezi. Istinbat wametolea hapa kwamba Jibril alayhi salam kana yanzilu fayudarisu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Qur'an,
Alikuwa akishuka Jibril ndani ya mwezi kwa lengo la kumfundisha kutwali naye Qur'an. Yani hii Qur'an mtume amehifadhi, lakini kila mwaka Jibril anashuka na anakuja, wanakuja wanafanya muraja tena. Sasa mbuse mimi na wewe, huyu ni mtume wa Allah, kila mwaka anakuja anafundishwa na Jibril ile ambayo anaijua siku zote. Jibril anakuja anamfundisha. Kwa hiyo tujitahidi pia ndani ya huu mwezi kuisoma Qur'an, hata kama itakuwa basi haujafanikiwa kuhitimisha, lakini angalau basi ionekane umepambana kusoma kadhaa. Yani sipite kabisa hausomi, hapana. Pambana. Jambo la 4 na la mwisho ni it'amu, ni kulisha chakula. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Ahiba, tukiendelea na hotuba yetu ya pili, tukiwa tunamalizia kipengele cha mwisho kabisa, it'amu. Ni watu kulishana vyakula sana ndani ya mwezi. Na kama tulivyopita hapo nyuma, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hadithi ambayo anaelezea Ibn Abbas kwamba Mtume alikuwa ni mwema sana, lakini wema wake ulikuwa ukizidi sana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sababu ni zipi za kuzidi? Kwa sababu alikuwa anakutana na Jibril, lakini pia na kutwalishwa au kusomeshwa hiyo Qur'an. Kwa hiyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya huu mwezi ule wema wake ulizidi hata upande huu pia. Wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yunfiqu ma yanbaghi wa yu'ti man yanbaghi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa kile kinachotakikana na anampa yule anayetakikana kupewa ndani ya mwezi. Ule wema wake ulikuwa ukizidi, si kwenye Qur'ani tu, mpaka na upande huu. Lakini pia hadithi zingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man fattara sa'iman, yule ambaye atamfuturisha yule ambaye amefunga, kana lahu mithlu ajri, atakuwa na ujira mithili ya ujira wake. Aliyemfuturisha aliyefunga anapata ujira mithili ya ujira ya yule aliyefunga. Ghayru annahu la yanqusu min ajrihi shay. Anasema na ufahamu pia, wakati yule uliyemfuturisha analipwa ujira, wewe hakuna chochote ambacho kwako kimepungua. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha man fattara sa'iman kana lahu ajrun 'adhim, atakuwa na ujira mkubwa sana, kaajiri sa'im, kama ujira anaolipwa yule aliyefunga siku ile. Lakini ahlul ilmi wakaifafanua hii hadithi. As-salafiyun, wanaochuoni waliotangulia, wakasema mafuhumu ya hii hadithi man fattara sa'ima haikusudii tu kwamba kumfuturisha yule aliyefunga kwamba ni ule muda wa kufuturu ile saa 12 saa 1. Wanasema hadha alhadithu aamun, hii hadithi inaenea sawabu fi awwal an-nahari au fi wasatihi au fi akhir an-nahari. Mmoja umemlisha huyu mfungaji mwanzo wa usiku, kwa maana hiyo futari yenyewe, au katikati, kwa maana sio futari wala sio daku, au kule mwishoni, maana yake daku. Kwa hiyo chochote utakachompa mtu ndani ya huu mwezi unahesabika wewe fatarta saima, umemfuturisha mfungaji. Mmoja amekitumia muda wa futari, mmoja amekitumia muda mwingine usiku muda wa futari, mmoja ni daku pia. Man fattara saima,
Kwa hiyo mafuhumu ya hii hadithi isichukuliwe tu kwamba watu washindane kwenye kufuturisha tu, alafu yale mengine wakaona haya hayana malipo. La, hadha alhadithu aam. Hii hadithi inaenea, ni vyakula vya muda wote. Baada ya kuwa mchana wake alifunga, ule usiku kile unachomlisha na kesho anaamka na saumu, anta fatarta saima, umempa futari huyo ambaye alifunga. Lakini thawabu za kulisha chakula haziwezi kupatikana kisawasawa ila an yakuna biwajhi Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa iwe ni kwa ajili ya kutaka uso wa Allah pamoja na kutaka ridhaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mtukufu alipokuwa akiuzungumzia al-abrar, wala watu wema, akataja sifa nyingi za wale abrar. Lakini katika zile sifa Allah subhanahu wa ta'ala akasema wayut'imuna at-ta'ama, hawa watu wema wayut'imuna at-ta'ama, na wanalisha vyakula ala hubbihi, na juu ya kuwa wao wanavipenda hivi vyakula, au na pamoja na kuwa wao wanavipenda hivi vyakula, au pamoja na kuwa wanapenda kulisha. Kwa hiyo hao watu wema wao wanalisha vyakula ala hubbihi, wakiwa bado wanavipenda hivi vyakula. Hii aya inatufundisha kwamba unachopaswa kutoa, unapaswa kutoa kama tulivyoona Mtume alikuwa akitoa kile ambacho kinatakikana kutolewa, lakini pia anampa yule ambaye anapaswa kupewa. Kwa hiyo na wewe ambacho unapaswa kutoa ni kile ambacho bado unakipenda. Yani isiwe ni vitu ambavyo tayari umevichoka ndio unaona sasa ngoja nitoe na hivi. Anta ma anfaqta au ma at'amta ala hubbika, hiki ambacho unakitoa kwa sababu tayari umeshajitosheleza nazo, hauhesabii wewe umekitoa ala hubbika. Ukiwa unakipenda kile kitu, unapaswa kukitoa ukiwa unakipenda. Kile ambacho unaenda kulisha familia yako, ukiamua kutoa, toa hicho. Yani usiandae kwa ajili ya familia yako kingine, lakini ukiamua kutoa, unaenda unanunua vitu vingine ambavyo unatoa. Vitu vingine ambavyo ni daraja ya chini kweli kweli. Ukiamua kutoa, toa kile ambacho unaona hiki hata nikipeleka nyumbani kwangu kinakubalika. Kwa hiyo ukiamua kutoa, ayuhal mu'min, toa hali yakuwa ala hubbihi, ukiwa unakipenda kile jambo ambacho unakitoa. Kwa hiyo isiwe ni wale watu ambao wananunua nyumbani kwake ananunua mchele wa 3000 4000, alafu ule ambaye anakusudia kutoa anaenda kutafuta ule wa 1500 ambao una michanga tena, huyo ndo anakusudia kutoa. Sasa anta ma anfaqta ala hubbihi, haujatoa ukiwa unakipenda hiki, toa ukiwa unakipenda. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wayut'imuna at-ta'ama, na wanalisha vyakula hawa watu wema ala hubbihi, wakiwa wanavipenda hivyo vitu. Wanalisha miskina na yatima na asira, wanalisha maskini na mayatima pamoja na mateka. Kisha wao wanasema hawa watu wema, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Hawa watu wema walikuwa wakitoa wanasema hivi, hatutaki kwenu nyinyi jazaan, malipo yoyote, jazaan, malipo yoyote, kauliyan au fi'liyan. Malipo yao ni ya kauli, kwa maana asante bwana, tunashukuru bwana. La nuridu minkum jazaan wala shukura, hatuhitaji kutoka kwenu nyinyi jazaan wala shukura wala shukurani, ima malipo ya aina yoyote ya kitendo au ya kimaneno. Kwa hawa watu wema wao wanatoa alafu wanaachana na hawa watu. Yani hana habari ya kusikilizia niambiwa asante bwana, nashukuru bwana. Wewe muumini unapotoa, toa kama hawa watu wema walivyokuwa, hawahitaji kushukuriwa, toa alafu ondoka zako ukiwa unataraja malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala shukura, inama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Kuna watu hao wakitoa wanasema hata asante hamna bwana. Umetoa kwa ajili ya asante au umetoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kama umetoa kwa ajili ya asante, dai asante yako. Lakini kama umetoa kwa ajili ya Allah, watu wao walikuwa hawadai jazaa wala shukura, wao wanasema. Kwa sisi waumini tunapoamua kutoa ndani ya mwezi wa Ramadhani,
Usitoa kisha ukasema wale watu hawana hata shukrani. Ya jamaa, hawana hata shukrani. La tutbi'u sadaqatikum bil manni wal adha. Usifuatisha sadaka yako uliyotoa kwa masimango na maudhi. Kwa hiyo unaposema hawana shukrani, wakikusikia kama ni msaada wako baba, unaweza kuletea msaada wako, chukua baba. Tunadai shukrani, chukua. La tutbi'u sadaqatikum bil manni wal adha. Si kama ndo haposemi hapo usishukuru. Shukuru, lakini wewe uliotoa usitarajie kile. Ahiba, kwa haya tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi ni wale ambao watasemehewa ndani ya mwezi, watachukuru na moto ndani ya mwezi, lakini pia tuwe ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atatukubalia funga zetu, visimamo vyetu, pamoja na zile sadaka zetu ambazo tutakuwa tunazitoa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma